Oya, tunaanza kwa simulizi hapa. Anasema kuwa ilikuwa siku mbaya sana kuwapoteza wazazi wangu wote wawili. Yaani siku moja tu, dakika, sekunde, wote waliteketea ise kwa ajali mbaya sana. Na hapa yupo nyumbani kwa bibi yake. Yaani hili ndo kaburi la babake na mama yake. Huyu mtoto anaitwa Lei. Bwana, twende kwenye dubwana hili tukalitazame mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Tera Story DJ Panado, zera kutuliza maumivu. Zera mamba. Oya. This recap is for educational purposes only. It is not a replacement for the full movie. Twende tuianze filamu hii hapa. Basi mzigo wetu unaanza hapa ofisini. Udada anajishughulisha na ushonaji nguo na yuko na mfanyakazi wake, anasema kuwa kuna watumishi walileta hizo nguo, lakini bidada akasema hebu ngoja kwanza. Unasemaje Viki? Nimesema watumishi walileta hizo nguo na wakasema kuwa pesa watakuja kulipia. Unaambiwa kwamba Lei atake kabisa za habari za watumishi, akawafukuza pale. Sasa huku yuko nyumbani na rafiki yake anaitwa Lucy. Lucy akamwambia, una shida gani wewe? Mbona unakuwa na huzuni? Sio, nina shida gani? Mimi nashangaa eti watumishi wa Mungu wameleta nguo kuja kukopa. Hivi wanafikiri micheleani zikiharibika na tengenezea masikio yao? Usifanye hivi, wale ni watumishi. Kama unaniongelea habari hizo achana na mimi. Sasa Lei tangia amempoteza babake, mama yake, anahisi kama Mungu hamuoni tena. Uwepo wa Mungu hauoni kabisa. Sasa leo wako njiani wanakutana na ajali hii hapa. Sasa wakiwa hapa, Lei anakumbuka kipindi wakati mdogo alivyowapoteza baba na mama, kwa hiyo ana huzuni. Akuja rafiki yake hapa, anambia nini shida? Sasa upande huo kuna utajiri anaitwa Ido. Ido alikuwa anaelekea huko kununua nguo, kwa hiyo ikabidi yeye aje muokoe huyu mtu, amuingize kwenye gari ampeleke kule hospitalini. Sasa rafiki yake Timi akanamwambia, mwanangu, hivi ujue umepoteza simu yako, umepoteza nguo ambazo umezinunua kwa gharama. Sasa huyu mwana amenunua nguo ili kwenda kwenye sherehe za kijijini kwao huko. Kwa kuna mangoma waga anatokeaga kila baada ya mwaka. Sasa mzigo unatutupa upande wa pili, huku tunakutana na marafiki watatu, wote marafiki zake na Lei. Lei ameweza kuwadanganya kama anaumwa, kumbe tu lengo lake wote wafike hapa. Sasa huyu Lucy ameolewa na Shedi hajaolewa. Shedi ni content creator. Sasa hapa ikabidi wamdanganye mume wa Lucy. Oya, tumpigie tumdanganye kama uko hospitalini. Sasa ikabidi wampigie simu. Baada ya kumpigia simu, mwamba akasema sawa, utalala huko huko. Sasa wakasema leo tunaenda kula party. Basi tunaambiwa kwamba wakaweka disco hapo. Sasa upande wa mshikaji huku akiwa ametulia zake hapa, unaambiwa amekuja huyu dada. Sasa huyu dada akamwambia, sikia, unataka nini? Nilikuwa nataka nguo. Nguo sawa, nguo za kiume. Yani namaanisha kuwa nahitaji kwenda kwenye sherehe, kwa nionyeshe sample zako. Kama ameonyesha sample pale. Sasa hizo sample vipi? Hakuna ulichovutiwa nayo? Ndio, hakuna niliyovutiwa nayo. Lakini hii naitaka, lakini ni kesho kutwa tu inatakiwa niondoke, maana sherehe zenyewe zinafanyika kijijini huko. Sawa. Mimi niko na Imai, hebu angalia mpime huyu jamaa alafu tutamtengenezea. Basi mshikaji akasema sawa, mfanye haraka. Mwana akawa anajichenga hapo. Mdoo anatokea rafiki yake huyu ambaye anaitwa Lucy. Lucy akasema, oya, sikia, huyu jamaa aliyetoka hapo ni mzuri. Lakini bidada akasema, wewe ni mke wa mtu, kumbuka. Akasema hata wewe mwenyewe pia unaweza kumjitongozesha. Sasa msela yuko huko anaendelea na kazi zake. Rafiki yake akamwambia, oya, yani muda wote tu napiga kazi mshikaji wangu. Kwa hiyo vipi kuhusu nguo? Nimeenda pale kwa dada mshonaji, ameniambia kesho niende, zitakuwa sawa. Sasa mzigo unatudondosha mpaka asubuhi. Unaambiwa kwamba hizi nguo waliweza kukesha kwa sababu ni nguo za huko vijijini, yani za utamaduni. Basi mshikaji akana timba hapa. Akauliza, vipi? Mbona kama mjalala hivi? Bidada akasema, kwa sababu ulitoa pesa nyingi sana ili tuziandae nguo zako, kwa hiyo ziko tayari. Ndio hizo. Mbona ziko vizuri sana? Jamani, poleni sana ise. Bila pole tu, maana ndo kazi yetu. Maana anajinyosha nyosha. Msela akaona picha ukutani. Akasema, naona kuna bibi yako na babu yako hapo, nawapenda. Bidada akasema, hao ni mamangu na babangu. Akajibu kinyonge. Msela akasema, samani kwa hilo bana, naomba tu nisamee. Basi mdao bidada ametoka nje. Mwana akanamwambia, nashukuru. Basi sawa, usijali, kila kitu kiko sawa. Aya, basi poa dadangu, lakini nikukaribishe kwenye chakula kwa ajili ya kuomba msamaha. Bidada akasema, najua hayo siwezi. Sasa hapa anakuja kumsimulia rafiki yake Shedi. Amwambia Shedi, yani eti amenialika kwenye dina. Amekualika kwenye dina, umekataa? Ndio, nimekataa, maana wanaume nawajua. Kwa hiyo nimemwambia achane na mimi kabisa. Yani siwezi kwenda kwenye dina na yeye. Lakini ulichoamua ukifanya sio poa.
Sasa leo hii mshikaji anakuja kumuaga, maana kesho ndo safari. Anamwambia wewe, mimi kesho naenda zangu kijijini. Kwani wewe kwenu ni wapi? Bidada akajibu, sasa kijiji alichokitamka ndicho ambacho mshikaji anachoenda. Akamwambia aise, kama umemwacha bibi yako huko, twende ukamsalimie, tuongozane wote kama utojali. Bidada akasema mimi wala hata sitaki, yani siwezi kwenda huko. Mwana akasema lakini inatakiwa ukamsalimie bibi yako. Mwisho wa siku bidada nakubali, akamwambia sawa, lakini kesho uje kunichukua. Haya bwana. Sasa msela amepata kampani, amekutana na mtu wa nyumbani kwao. Sasa leo hii hapa sasa kuna ule rafiki yake anakuja kumwambia Shedi kuwa kesho inatakiwa aende kwa kijijini. Sasa Shedi ni content creator, akasema kama vipi tuongozane. Tuongozane wapi na wewe? Mimi nikupe kampani, maana mshikaji unamjuaje kama ni mtu mwema? Mimi niwe kama mlinzi wako au unasemaje? Basi moja kwa moja bidada Lei anakubali, akamwambia sawa, tuongozane. Hapo itakuwa good sana. Mimi nadhani hilo wazo nzuri. Sasa leo ndo anajiandaa, anampigia rafiki yake hapa, anamwambia mimi nataka niondoke mara moja hebu njoo fanya haraka. Sasa yuko ameshakuja hapa. Jamani nimekuja hivi, nilipitia pale Kariakoo kwenda kununua hii taa ya link ya taa kwa ajili ya content creator. Si unajua mimi content creator kwa huko kijijini, najua kuna mazingira mazuri. Tutaenda kujisnap. Shosti wangu na wewe. Muda huo mwana kama ametimba hapa. Sasa Aido akamefika hapa. Sasa Aido akasema vipi tunaongozana nyenyote? Sasa Shedi akasema wow umependeza uko vizuri. Kisha Lucy akamwambia basi jamani mimi niwatakie safari njema mkifika msisite kunipigia. Msela akasema watakupigia tu, njoo tuingize mizigo kwenye buti hapa. Basi wakanaweka mizigo kwenye buti pale. Unaambiwa kwamba sasa Lucy akanamwambia Lei, oya pambania hapo, ujue ni mtu mzuri huyo. Lei akasema hamna bwana, tutaonana haya wewe wa TikTok sijui Facebook sijui wapi wewe kwa makini. Sasa huku njiani unaambiwa kwamba ni mzuka wa kutosha kwa upande wa Shedi ni content creator, anaona mazingira mazuri anajisnap, yani wanaenda zao bush. Unajua safari ya kuelekea bush na kuaga tamu. Wakafika mitaa fulani hivi, basi kabidi wapoe kidogo. Unajua tena safari ikawa ndefu, safari ni kama masaa 12 hivi kutoka Dar mpaka Mbeya ni kilomita nyingi sana. Sasa wana wakamemaliza kupumzika, kwa safari inaendelea, lakini kwa content creator wetu bado yeye anajisnap, anajichukua video. Kwa safari ikawafikisha mpaka kijijini kwao. Kwanza kabisa akaletwa kwa bibi yake. Bibi akasema jamani wewe mtoto utakuja kuniua, miaka mitatu yote huko mjini unajitafuta. Samani sana bibi yangu. Na huyu ni nani huyu mtoto wa kiume? Mimi naitwa Aido. Anatokea wapi? Wewe unaitwa Shedi. Wewe mimi natokea hapa. Ni mwenyeji hapa. Hii ardhi ni ardhi ya nyumbani kwetu. Naitwa Aido. Jamani, mamako namfahamu. Ndio huyo Aido umekuwa hivyo? Nasikia uko wewe ni daktari. Mshikaji akasema ndio ni daktari wa maabara. Basi saa bibi tutaonana, ngoja nende kwanza nyumbani. Haya mjukuu wangu. Mwana akawa washa chuma, akawa anajichenga hapo. Unajua tena hapa na hapa mshikaji huyo kasepa. Sasa unaambiwa kwamba baada ya mshikaji kuondoka, bidada akawa amesogelea kaburi la mamake na baba yake. Lakini rafiki yake akawa anamuona. Hapa akawa anakumbuka jinsi ajali ilivyotokea. Sasa akawa anawaza, siamini kama wazazi wangu hawapo. Oya, anakuja hapa kumpoza. Hebu twende kupumzike basi. Bado hujapumzika lakini upo tu kwenye kaburi hapa. Hebu naomba niache Shedi. Namkumbuka mamangu na babangu. Sasa ukiendelea kuwakumbuka twende ukale kwanza. Sasa upande wa mshikaji ameshafika nyumbani. Amekutana na bi mkubwa hapa. Bi mkubwa, oya nimeongozana na bidada. Kumbe kuna mwanamke tunakaa naye mjini na yeye kwao ni hapa pa kijijini, kama amemtaja jina pale. Mama akasema namjua huyo. Tena mama yake ndo bibi yake ndo aliyekuzalisha wewe. We kweli? Ndio, alikuwa ni mkunga hapa kijijini. Kabla hajastaafu alikuwa ni mzuri sana kwa uzalishaji. Ikiwezekana kama vipi umuoe huyo mtoto wake. Lakini mshikaji akasema hapa, mama unazungumza ni nasema hivi, unajua zamani sisi tulikuwa ni marafiki. Mimi na bibi yake huyo Lei tulikuwa ni marafiki sana. Kwa mwisho wa siku tuliahidi kuwa wajukuu zetu watakuja kuoana. Kwa mimi nakuomba tu hebu muoe tu. Haya bwana. Sasa kamaliza kumsimulia pale, tunadondoshwa siku ya leo ndio siku yenyewe ya sherehe bwana za kijiji. Sasa hapa kabla mangoma hajaanza unaambiwa kwamba kuna wafumbuzi wa ngumi hapa za kike. Akasema kuna wanawake wanakuja kupambana hapa, kama amekuja hapa. Jamani huyu anaitwa John, huyu anaitwa Lecho. Sasa sikieni, hamna kushikana, hamna kupigana, ngumi hapa ni mieleleka, sawa? Haya tuanze. Basi mieleleka ikaanza pale. Oya, Lecho junyo, Lecho. Sasa unaambiwa watoto wa kiume wakafika hapa. Miamba oya wanavurugana ile mbaya Sasa hii utamaduni wao tu. Baada ya utamaduni kuisha, zile ngoma nini na nini,
unaambiwa sasa hapa Shedi akasema aise, nisindikize basi hapo nikaandae content zangu pale twenzao bwana nisindikize. Sasa wakawa ameenda moja kwa moja huku kwenye ziwa. Sasa upande huu hapa kuna huyu mshikaji. Sasa mshikaji kumbe naye alikuja kuvua samaki na mshikaji wake pale. Sasa akasema jamani, vipi? Mmekuja kufanya nini hapa? Naona mazingira mazuri. Akasema nimekuja kupiga picha nini na nini, si unajua tena content creator. Rafiki yangu ndo huyo. Ndo amenileta huku, lakini mazingira yako poa aisee, ni muda mrefu yani sijatimbaga huku. Vipi tunaweza tukaogelea? Mwana akasema ndio tunaweza tukaogelea. Kwani umesahau? Hapana, sijasahau kuogelea. Twende bwana, twende tukaogelea. Wewe staki mimi usikanizamisha huko, na najua nyewe wanaume nyewe mnasema nikufundisha kuogelea, mwisho mambo yanakuwa mambo. Sasa wakawa wameenda kwenye daraja moja juu hivi. Sasa wakati huo content wetu creator washikaji wako kwenye mambo yake, unaambiwa kwamba akaanza kuwapiga picha pale. Sasa yeye tu ni kupiga picha ise. Wana huko anaselebuka nini. Huko nyumbani tunakutana na baba yake na Aido. Sasa mama yake na Aido akasema sikia, mtoto wako mimi nataka aoe. Muda huo mshikaji anakuja na msela wake hapo. Mam, shikamoo baba, shikamoo. Amalaba vipi? Juma, umekuja na? Ndio nimekuja. Ni mtundu mtoto wenu. Ameweza kuogelea hadi katikati. Mzee akasema wewe nilikukataza wewe kuogelea mpaka kule katikati. Haya. Huko upande wa pili tunakutana na Shedi. Shedi anaangalia tu picha zile alizokuwa akiwapiga. Ni anacheka tu jinsi mapozi ambavyo ndugu yake Ray ajui. Anacheka vibaya yani. Mapozi gani? Wewe rafiki yangu wewe, ni mapozi hayo. Sasa unataka niweke mapozi gani? Sikia, hebu futa hiyo picha. Siwezi kufuta, mimi na post hivi nipate like. Sasa siku ya leo bibi yake anakuja hapa, anamuuliza nini? Anasema yani tumbo linaniuma, alafu niko kwenye siku zangu. Bibi akacheka kishenzi. Bibi, mbona unacheka? Nacheka kwa sababu yani wewe upo kwenye siku zako alafu unaongea tu kirahisi. Hebu ngoja nikwambie. Zamani kipindi mamako alivyokuwa akiingia kwenye siku zake, alikuwa hawezaki kumwambia mtu, kwa sababu ukimwambia mtu walikuwa wanakutenga, yani walikuwa wanakunyanyapaa, unakaa mbali, kwa sababu ulikuwa unasemekana kama una laana. Na baadhi ya mila mpaka sasa hivi ukiingia kwenye hizo siku zako unatengwa kabisa. Kuna vitu haushiriki kabisa, kwa sababu inasemekana kama ni damu zenye laana. Kwa hiyo ndio hivyo unajua hii mila sasa hivi hamna. Mama, bibi, unazungumzia mamangu? Ndio nazungumzia hivyo, lakini sawa, hebu ngoja nikakupikie kwanza supu ili ikuongezee damu na kukupa nguvu. Sawa bibi. Niko jikoni hapo mara moja. Sawa. Haya bibi, haina shida. Sasa baada ya muda kidogo kupita, huwezi kuamini, mwana akawa amekuja huko amechukua ile supu anamletea bidada. Sasa wakati huo bidada anashtuka. Sasa hivyo shtuka, mwana akasema vipi akini, unasumbuliwa na nini? Bidada akaongea nipo kwenye siku zangu. Sasa sikia. Hebu ngoja nifunguke tu. Ray, mimi nimetokea kukupenda yani. Nimetokea kukuelewa. Nahitaji uwe mpenzi wangu. Bidada akasema, nikikupa jibu kusema na mimi ndo nilikuwa nafikiria hivyo utasema nini? Kwa unanipenda? Mwana fly kinoma yani. Kusikia kwamba kumbe anapendwa kabla hajatongoza. Kumbe bidada alikuwa anatamani siku ya leo ifike hapa. Basi msela akasema, sawa, basi twenzao tukatembee. Bidada akasema sijisikii vizuri, lakini nadhani kesho tutaenda kutembea. Mwana akasema nafurahi sana kusikia hivyo. Sasa leo hii asubuhi mapema bibi yake akawa anamwambia aise, huyo rafiki yako yuko kwenye siku zake, mkenda huko kwenye ziwa asikanyage yale maji kwa sababu ni hatari. Umesikia alichozungumza bibi yako wewe? Lia akasema hamna, mimi siamini miungu wala nini, ziwa tu. Hiyo mambo ya kizamani bibi. Bibi akasema tafadhali hakikisha yani mwanamke yote mwenye yuko kwenye siku zake hairuhusiwi kukanyaga maji ya ziwani, kwa usije ukavunja sheria. Sasa bidada ametoka na mshikaji leo hii wamekazaa huko. Sasa bidada akawa kanyaga ile maji kama kawaida, na huko yuko zake anachola chola, si unajua tena. Sasa Shedi akamwambia wewe, bibi yako alisemaje? Hata kama wana sikia, mimi maji na kanyaga na hakuna kitu chochote kile. Sasa Shedi akawa anaondoka zake, akasema sawa, mimi niko huku na Juma. Basi yeye akawa ameenda kuongea na Juma wako wao, kama amepiga story ndo anarudi nyumbani. Wakati wako njiani, sasa bidada amekanyaga ile maji pasipo kujua kuwa kwake ni hatari. Si unajua? Sasa ametulia zake hapa akana jisikia kizunguzungu. Msela akamwambia vipi, una shida gani wewe? Mimi niko poa tu. Niko vizuri tu. Wewe mbona kama tumbo unajishika? Jamani sasa sikilizeni. Hebu ngojeni mkimbize mara moja nyumbani, sawa? Shedi, mtanikuta kule. Basi mwana akamfikisha mpaka nyumbani huko. Unaendeleaje Ray?
tumbo linaniuma ise, yani sielewi nini. Tumbo linakuuma sasa, umefanya nini? Hata sielewi, kichwa kinanigonga, yani hapa nilipo najisikia yani kama baridi. Amefanya nini huyo? Kwa nini umlete hapa? Na kama sielewi bibi, sijui amefanya nini, lakini amesema hivyo kwenye siku zake amekanyaga ile ziwa. Mamake mshikaji Aido anashtuka, akamwambia kimbia mara moja, akamuite bibi yake kule. Bibi anakuja na kigagula. Sasa huu ni mzimu wa kwenye ziwa, ukaja hapa. Wewe umekanyaga maji? Ndio nimekanyaga. Sasa ukuambiwa? Mamake kabidi amwambie kwamba si wewe ni mgeni. Mzimu kasema hakuna cha mgeni wala nini. Sikia, wewe umeshavunja sheria, kwa kitakachokukuta ni kifo tu, hakuna kitu kingine. Kisha mzimu huo ukasema ndio hicho kitakachokukuta. Lakini pia mama yake na mshikaji akawa anasema, sasa wewe uko kwenye siku zako unahitaji kwenye ziwa na umekatazwa? Mimi sikujua jamani, sikujua kabisa, yani sikuelewa kabisa. Ukuelewa Sasa wakawa wameondoka. Mwana akasema, sikia, utapona tu, Mungu yupo sawa. Sasa bibi yake kabidi aje azungumze na huyo mzimu hapa kwenye ziwa. Samani mkuu, mtoto wangu ni mgeni kwenye hiki kijiji, alikuwa ajui mila za zamani, kwa namba tumsamee tu. Mzimu akacheka sana, hatuwezi kumsamea kwa sababu mimi nilikuwa namwangalia tu, amekaidi. Ulishamwambia, lakini basi nenda kwenye ziwa kazungumze nalo mwenyewe, likikubali basi sawa. Sasa kuna damu hapa ya kondoo, bibi ameenda kule na amekataliwa ise. Sasa leo hii hapa unaambiwa kwamba mshikaji ametulia hapa, kuna njozi zikawa zinakuja hapa. Sasa mshikaji analia tu kwa sababu yule pale ni mpenzi wake, na Shedi naye analia tu, wote wanalia, hawajui cha kufanya kwa sasa. Sasa Shedi anamfuta tu rafiki yake, anasema bora tu tungebaki. Na mshikaji anajipa laana, anasema ni mimi nimesababisha. Sasa huku nako usiku mzimu unakuja kumpa taarifa bi mkubwa, unamwambia sikia, sasa kilichopo, kaandae kaburi, kaandae jeneza. Tafadhali, niko chini ya miguu miungu yangu, hebu nioneni huruma jamani, ndio mtoto wa pekee yule, hebu naomba fanya juu chini ukiwa kama wewe ndio priest wa hapa. Hapana, nendeni tu mzike mtoto wenu, kama andalieni kaburi. Upande wa pili huko kwa mshikaji Aido, sasa anamwamini sana Mungu aise, alianza kuomba, yani anaomba vibaya mno, katika jina la Yesu, chochote kile ambacho kimepandikizwa juu yake kishindwe na kilegee, na vunja imani zote za kishirikina, nguvu zote za ushirikina katika jina la Yesu, amen. Mama, ulikuwa hapa tangia muda gani? Njoo ule mwanangu. Mama, mimi sina njaa. Kama ondoka pale upande wa bidada hapa Lei. Oya, sasa anavutwa aise, uwezi amini. Oya, ndo kwa heli aise. Oya, ili anadondoka tu hapa, anakuja kutokea kwenye dunia ya pili. Sasa amekuja kutokea huku, mara anaitwa Lei, njoo hapa. We nani? Njoo hapa, kuja hapa. Wewe ndio umevunja sheria, tunataka damu yako. Njoo hapa. Staki ushindwe na ulegee. Wewe ni nani wewe? Staki kusikia hizo habari. Toka, sikutaki. Lea akawa anamwambia tu huyo mtu anayemuita kwamba amtaki. Sikutaki bwana, wewe ni nani? Oya, alihangaika vibaya mno. Mwisho wa siku anaona mkono mweupe, mkono wa malaika ukamuita, njoo duniani wewe. Oya, ulikuwa ni mkono wa malaika ise, basi akavutwa mpaka duniani. Ameokolewa na Yesu Kristo. Sasa hapa tunamwona jasho zikaanza kumtoka. Mwana kumcheki mtoto wa kike tayari amesharejea duniani, akamwambia imani yako imekuponya sasa. Hebu amka mpenzi wangu, Mungu yuko na wewe. Umeona? Sasa Msela akasema asante Yesu Kristo kwa kumwokoa huyo mtu. Unaambiwa kwamba Msela ni mtu wa Mungu kinoma, niweze kumzania ise, yani kwenye injili yuko vizuri vibaya mno. Oya, sasa wakati Msela anaondoka tayari bidada pale anaamka ise. Sasa upande wa pili huku tunakutana na priest ana hasira kinoma, ile kafara imeshindikana, aliyesababisha na muangalia tu hapa sema inga. Sasa Msela ana nguvu za Yesu Kristo. Oya, anataka kumtafuna lakini inashindikana. Kwa hiyo mwisho wa siku nguvu za Mungu zinashinda na nguvu za mapepo zinashindwa ise. Kwa hiyo kafara ikashindikana na bidada akapona na mwana ndo huyo. Oya, tuandikie kupitia comment hapo. Unajisikiaje pale unapoambiwa kuwa Mungu amekuponya? Hebu sema sasa amen hapo chini kwenye comment. Oya, ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Tell story wako. Naitwa DJ Panado aka Mamba, mzee wa mzee wa angata. Oya,
Dropisha komenti yako hapo chini mzee baba, unatazama filamu hii ukiwa pande zipi? Hii inaitwa E5 Beats Recap. Tukutane next time, bye.